Wachimbaji oye! Washosha Nunda oye! Nikiongeza maana mengi amesema na mwenyekiti wa wachimbaji wadogo Mwanza, amehimiza sana kwamba uchimbaji uwe salama. Uchimbaji pamoja na kuleta tija, hatutaki serikali ambayo kabisa Rais Mama Samia amezidi kuwapendelea wachimbaji wadogo. Mimi niseme sijawahi kuona, labda yani nimeona moyo wake umekuwa sana kwa wachimbaji wadogo tangu awamu ile ya marehemu Magufuli ilipoanza, akaanza kuwasikiliza wachimbaji wadogo. Sasa yeye naona ile kasi ya kuendelea kuwasaidia inatia moyo sana. Kwa hiyo niwaombe sana msimwangushe wenye kumiliki maleseni, wenye kutenda kazi kwenye uchimbaji mdogo. Tusimwangushe Mheshimiwa Rais, kwa sababu hakika moyo wake umeweka kipaumbele, na katika zile nguzo, nadhani nguzo ngapi, 5 zile za dira ya 2050 yani madini ni moja wapo, na ukisema madini wachimbaji wadogo wako kwa kiwango, kwa pasenti kubwa. Kwa hiyo tusimame tukionyesha shukrani kwa kufuata kanuni, sheria, taratibu na miongozo. Hiyo ndio rai yangu mimi, kwa sababu wenyeviti wa REMAZ wameshasema habari za usalama na kutunza mazingira. Tufuate sheria. Hakutakuwa na cha kuangalia pembeni kama kuna mtu ana eneo alafu alifanyii kazi. Hakuna mtu atapepesa macho kama sheria inasema twende namna hii, wewe ukaenda tofauti na sheria. Sheria itasimama kila mahali. Kuna wachimbaji wadogo, wakubwa na wakati. Na kwa wachimbaji wadogo huko nyuma ilikuwa wanaelekana kwamba kupuuzia kwamba wachimbaji wadogo wataachiwa, lakini sasa hivi imekuwa rasmi. Wachimbaji wadogo nao wanafuata sheria, kama ni usalama, kama ni kutunza mazingira, kama ni kulipa maduhuri, kama ni kufanya chochote ambacho sheria inasema, tunawaangalia kwa karibu sana kupitia ofisi yetu ya RAEMO hapo Mwanza. Kwa hiyo mkazane sana, kwa sababu mtakapokuwa mnaenda sawa sawa na sheria, hakuna atakaye kuja kwa bugudhi. Hamtaona mtu yeyote anasema hamtaona mtu yeyote anasema hapa sio penu, lakini tuzingatie sheria, kanuni na miongozo yote inayotolewa, na hapo mtafurahia hii kazi ya uchimbaji, kwa sababu ingekuwa haina faida msingekuepo hapa. Kwa hiyo faida ipatikane, mlipe zile stahiki za serikali, mpate faida wenyewe na vizazi vilivyopo na vizazi vitakavyokuja. Tunapochimba tuzingatie sana amani, utulivu, lakini tujilinde wakati tunapoingia hata kwenye maduara. Usikimbilie tu kuangalia kwamba mimi natafuta dhahabu. Angalia na usalama wako. Hakikisha duara unayoichimba ni salama, imefungwa vizuri, imedhibitiwa vizuri. Hiyo ndio kitu cha muhimu sana. Lakini niwaambie kitu, katika nchi yetu ya Tanzania ni nchi ambayo inawatakia mema. Serikali ya Samia Suluhu Hassan inasimamia wachimbaji kwa ukaribu sana, na inahakikisha wachimbaji wanafanikiwa. Hiyo tumtukuze sana Samia Suluhu Hassan, kwa sababu amekuwa beka kwa beka na wachimbaji. Ana nia nzuri na wachimbaji, ana nia nzuri na Watanzania, ana nia nzuri na vijana wanaojitafutia maisha. Anahakikisha amani iko sehemu zote za wachimbaji. Samia oye! Kwa hiyo hilo ndio nawasisitiza sana. Serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan iko karibu na nyinyi, inahakikisha mnachimba kwa amani, inahakikisha watu wanapata maeneo, wanachimba kwa amani. Sasa hivi eneo lolote lile ambalo tunaliona kwenye mkoa wa Mwanza linafaa kwa ajili ya wachimbaji wadogo, tunawashirikisha viongozi wa wachimbaji, tuone namna gani eneo hilo wachimbaji wetu wanaweza wakalifaidi kwa kuchimba hiyo rasilimali. Nadhani mnafahamu hata kule Maboko, hata kule Mwawile
Ibondo, si ndio? Dodoma, maeneo yote ambayo yote ni maeneo mapya ambayo hayana hata zaidi ya mwaka toka yameibuka, na ni kwa sababu ya juhudi za mwenyekiti, lakini vile vile na katibu Bwana Bahati anatembea sana kwenye maeneo ya wachimbaji. Kulikuwa na eneo linaloitwa Kasololo kule, hao ndio wa kwanza kabisa kuligundua. Kwa hiyo tunaomba wachimbaji tushirikiane na viongozi. Mna viongozi wa wachimbaji, acha wale wa viongozi wanakuwa madalali, ila hawa mnao viongozi wenu wa wachimbaji. Kwa hiyo mshirikiane, msaidiane, uelewa kwamba usikae muda wote tu kwamba wewe unataka uwe ni waponchi na moko, na wewe uwe na eneo lako siku moja la kufanya kazi. Mpaka sasa tangu tumeanza uzalishaji tunakadiria kuwa na mifuko 20,000 na udhania kwamba ina madini ya dhahabu, na lengo letu mahususi kama wamiliki wa leseni hii, pindi tukavyojiridhisha kwamba tuna mzigo wa kutosha, tutaupeleka CIP, na ndio mpango wetu tunao. Kwa hiyo palipo na neema hapakosi changamoto. Kupitia ziara yako Mheshimiwa Commissioner, tulikuwa tunatamani sana kama inawezekana, badala ya sisi kupeleka CIP kwa watu wengine, ukatutengenezea mpango tukawa na CIP ya kwetu, kwa sababu tuna imani mzigo tulionao unaweza ukatupa tija, na tunafanya vile kwa kulingana kwamba sasa hivi sehemu kubwa ya uchimbaji tunaofanya ni tunatumia teknolojia tofauti na miaka ya nyuma tulivyokuwa tunachimba kwa kubahatisha. Nimefurahi kwamba RMO anawasupport, maana mmetamka wenyewe, basi nikupongeze RMO kwa kazi nzuri unayoendelea kuifanya mahali hapa. Endelea kuatia moyo, endelea kutumia wataalamu kuibua teknolojia ambazo zinafaa, ambazo sio za gharama. Alikuwa ananieleza hapa teknolojia ambayo mnaitumia hapa ambayo ni tofauti na kwingine, kwamba mtumii tena mercury, na ambayo ni jambo kubwa sana nzuri, kwa sababu mercury ni hatari, mercury inaua. Mercury ni sumu ambayo huwezi kuilinganisha na sumu zozote hapa duniani. Inaua taratibu. Watu wengi walioitumia nyuma bila kujua, saa hizi sidhani kama wanaishi. Wameshaharibikiwa, ina madhara mabaya sana sana. Kwa hiyo kama mmeweza kuepukana nayo, niwapongeza, na huenda nyewe mkawa mgodi wa mfano wa wachimbaji wengine mkoa wa Mwanza na mikoa nyingine kuja kujifunza kwenu. Hii ni Tanzania Habari.